Tunakuwa tukiwasalimu wapendwa watazamaji wa HTM Television. Tunakuwa mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mahali popote ambapo mnakuwa mkitutizama, tunakuwa tukiwasalimu, pia tukiwakaribisha katika kipindi hiki ambacho kitakuwa kikiwajia kutoka runinga yenu. Na kwa siku ya leo siko peke yangu hapa kwenye plateau yetu. Tunakuwa na mwaliko maalum ambaye mtakuwa mkimgundua, na mbele kabla niweze kumkabidhi mic, nakuwa nikiomba kwanza muweze kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube mahali popote ambapo mnakuwa. Msisahau pia kuactive cloche de notification ili kuhakikisha kwamba mnakuwa mkipokea mambo yetu mahali popote ambapo mnakuwa mkitufuata. Kwa siku ya leo tunakuwa na furaha kubwa sana kumpokea Sambahaya ambaye atakuwa akijitambulisha kwa kina. Sambahaya, jambo na karibu kwenye HTM Television. Ya jambo sana na asante sababu tushakaribia. Ya kwanza ni kushukuru kuona umekubali aliko letu, umekubali kuacha mambo yote ile ambayo ungepashwa kufanya, lakini umekubali kuja kushiriki kwenye kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunakushukuru sana. Hata mimi pia nashukuru sababu si kwa msanii peke yangu ambaye mwenyemuita, lakini ni kama vile nichaguliwa, nipendewa hivi sababu wakati niona invitation ya kweli nikafika sana. Asante sana. Labda kwa wale watazamaji ambao wanatufuata na wanasikia kwa mara ya kwanza jina la Sambahaya, sasa wanatakiwa kuzingatia nini? Sambahaya ni nani? Anafanya nini? Na iko hapa kwa sababu gani? Ya, asante sana kwa swali. Jinsi alivyosema, mimi naitwa Sambahaya. Ndio nitaka bad boy, yani kijana mbaya wa Republic, unaona? Na kama niko hapa nakuja kama vile msanii. Kwanza jinsi nilivyosema, mimi ni Sambahaya, yani Samuel Bahaya. Unaona, ndio wazazi wananitaka. Lakini kimuziki naitwa Sambahaya. Sambahaya ni kijana ambaye anafanya muziki. Kwetu ni Bukavu. Lakini hivi sasa naishi Goma. Yani hivi sababu Bukavu, lakini hivi sasa naishi mjini Goma. Mimi ni mwanasheria pia. Na mimi ni manage sababu tayari na studio, alafu kuna wasanii ambao waga na wasapoti. Na pia mimi ni mfanya biashara sababu napenda sana mambo ya biashara. Sambahaya, labda mpendo mtazamaji anaweza kujiuliza, unafanyikiwa namna gani kufanya hayo mambo kwa limoya? Donc unasema wewe unakuwa ni manager, unakuwa mwanasheria, unakuwa pia mwanamuziki. Unawezaje kufanya hayo mambo yote kwa pamoja? Unawezaje kuyafanya kwa pamoja? Unajua, sijaifanya kwa ujumla. Yani nilikuwa na plan. Kama vile mfano studio ni kitu ambacho nilikuwa nikitamani tangu sana, sababu wakati mimi bado niko university nilikuwa nikiwaza nitapataje studio yangu mimi mwenyewe, yani personal studio. Sababu kuna muda nilikuwa nikienda studio ananizurumu, nalipa pesa, alafu ndo producer anipigie nyimbo, ananisumbua sana kichwa, unaona. So nikakuwa kwanza na plan. Wasema mwaka fulani nitakapomaliza shule nitafungua studio yangu mimi mwenyewe. Na of course Mungu alipobariki na maliza shule nikapata kazi, nikawa nimewekeza ndani ya muziki, unaona. Ndio maana unaona hapo na studio. Mambo ya biashara ndio nifikiria mwaka jana, sababu unavyojua nina house fashion, yani waga naenda Dar es Salaam na kununua vitu naleta hapa Goma na ushisha. Hiyo ndio plan ya mwaka jana, lakini plan ya studio ina miaka 3 tayari. Yani nilikuwa na plan alafu nikafanyia kazi. Okay? Mambo mengine kusema sheria hiyo bwana nisomea. Yani nifanya miaka 5 Bukavu State University, University officielle de Bukavu. Nafanya sheria, yani hayo nisomea tangu zamani. Yani sikufanya vitu kwa ghafla, nilikuwa na plan tangu zamani. Na hiyo plan ikafanyia kazi, ndio sasa natimiza. Na tungependa kujua kwanza nini kilichokuvutia, sababu kama nimekupata vizuri, ulikuwa umesema kwamba tangu utotoni, tangu zamani ulikuwa na ndoto ya kuwa na personal studio, kukuwa na studio yako binafsi. Sasa hatujui nini kilichokuvutia kwanza, nini ambayo ilikuvutia kuwa na hiyo ndoto ya kuwa na studio siku moja maishani mwako? Hiyo swali kwanza ina level mbili.
level ya kwanza mimi ni kipenzi cha watu. Yaani mimi ninapendaga sana watu. So wakati nilikuwa nikienda studio zamani, nakutana msanii mwenzangu anazurunua yeye pia kama mimi. Unaona? Yaani mtu umenipia studio, ila ndo producer aitoe nyimbo yako, anakuwa anakusumbua. Unaona? Na mimi mwenyewe nilikuwa nikipitia hiyo njia, so nikaona it is not good. Mimi nikasema hapa nikiwa na studio yangu mimi mwenyewe, mimi nitafanya exception, yani sitakuwa nafanya kama watu. Unaona? Alafu kuna msanii ambaye unamsikiaga ana kipaji, yani akiimba unasema huyu jamaa ana kipaji ndani mwake, lakini maskini wa Mungu hana namna kulipa studio. Na wasanii kama hawa waga mimi na promote, yani nampatia nyimbo, namwambia nyimbo nzuri, nasikiza, ikinikoshi nyimbo namwambia ndio ni studio, napeleka kwa producer wangu, producer anafanyia kazi, alafu anaondokana kwake mwenyewe, anahusika na mambo ya promotion, au kama ni nyimbo nzuri koshi sana, namsaidia pia kufanya promotion. Asante sana. Na level ya pili ni kwa napendelea, yani nikuwe stable ndani ya career yangu ya muziki. Ya hayo mambo ya kwenda kwa studio za ajabu asikupenda. Ndio maana tukifika ndani ya studio yangu utakuta kama ni studio moja hivi nzuri sana, sababu nifanyia kazi nikasema inabidi nifanye kitu kizuri kuliko wale. Sasa Samba Haya, tungependa kujua mida hizi unakuwa mumiliki wa studio yako binafsi, unafanya biashara, unawasaidia wengine vijana wanamuziki kwenda mbele kupitia studio yako, unasapoti kazi hizo ambazo wanakuwa ukizifanya. Sasa tunaweza kusema kwamba Samba Haya tayari ameshafikia malengo yake, ama kuna mambo mengine ambayo unapanga katika future? Tungependa kujua, je, umeshatimiza malengo yako? Je, ndoto zako zimeshatimilika, ama kuna nyingine mipango ambayo bado unaendelea kuifanyia kazi? Unajua wanasemaga kwamba hakuna kijana mwenye ndoto ambazo zinaweza zikaishi. Yaani kila kijana ana ndoto nyingi. Yaani nikifikia hii level najikuta napata nyingine ndoto. Unaona? Reason why I can say that sijafikia ndoto yangu kabisa, ila nimeshafanya kitu fulani hivi. Yaani nimeshafanya kitu kidogo, lakini bado sijafikia. Mfano, ukifika hapo na studio ya audio, ndoto yangu ni kufungua pia studio ya video. Unaona? Yaani hiyo nayo naifanyia kazi. Nifungue studio ya video na audio. After studio ya video, nina mpango pia nifungue labda radio hapa, radio, television. Unaona? Hayo yote yanaomba pesa. Na nowadays hatuna pesa. Unaona? So inabidi kuifanyia kazi alafu na uvumilivu. Ndio maana naweza kusema sijafikia lengo. Samba Haya, tunakuwa tukikuona hapo na watazamaji pia wanakuona wewe bado kijana sana, unakuwa na umri mdogo. Hatujui umefanikiwaje, umefanikiwa namna gani kufanya mambo hayo yote, sababu tukiona umri wako unakuwa ni umri ambao ni mdogo sana. Unafanikiwa kufanya mambo ambayo ni kama vijana umri wako hawaifanyi. Sasa umefanikiwaje? Imekuwaje? Je, kuna watu ambao wamekusapoti? Kuna watu ambao mlichunga pamoja ili muweze kufikiria mambo hayo? Tuambie kwanza, umefanikiwaje? Unajua wazee wanasemaga kwamba wazee wa busara wanasemaga kwamba panaponia pana njia. Unaona? Yaani mtu ukiwa kwanza na nia utakuwa pia unapata njia. Sababu kama una nia utafanya hata impossible ili ufikie lengo lako. Unaona? Mimi siwezi nikasema kwamba tayari nimefanikiwa, sababu bado napambana. Na bahati mbaya ni kwamba sijawahi pata support hata mtu mmoja tangu naanza kazi. Yaani napambana mwenyewe. Na kiumri mimi bado mtoto. Mimi bado mtoto, ingawa ni mtu mzima sasa, sababu nasema mtoto sababu sijaoa, sina bibi, sina mke. Unaona? Yaani niko single. Unaona? Na niko single alafu pia bachelor, lakini yani na force mambo, najikaza kati ya uwezo wangu, najima ili niwekeze ndani ya muziki. Unaona? Mfano, mimi sina gari ya kutembelea, japo ukiona mambo ambayo tayari nimefanya yanaweza dai akanunua gari nzuri. So sometimes mtu
kama una lengo. Ndio maana nisema pana nia, pana njia. Mtu kama una nia kufanya kitu, utajima unasema mimi sitaki kununua gari. Hii pesa zangu nawekeza hapa kwanza. Unaona, yani sina support na hatuko kundi, yani niko mimi mwenyewe. Asante sana Samba Haya, wewe unakuwa ni manager, unafanya mambo mengi kwa jumla. Sasa ulituambia kwamba unafanya pia muziki, unaandika mwenyewe, unaimba. Je, tungependa kujua kwanza, kwa sasa umeshafanikiwa kuandika nyimbo ngapi, na labda kama mpendwa ambaye anatutazama hapo angependa kuzisikiza, anaweza kuzipata namna gani? Kwa sasa umeshafanikiwa kurekodi nyimbo ngapi, na labda kuna zile ambazo umeshaziandika na labda hujazirekodi? Tungependa kujua kwa jumla unakuwa na nyimbo ngapi, na haswa mpendwa mtazamaji anaweza kuzipata namna gani, ama anaweza kuzitizama namna gani? Asante sana. Kwanza kabla sijaanza haya mambo ya kuongeza ndani ya muziki, mimi kipindi cha mbele sana nilikuwa ninaimba. Okay. Yaani mimi ni mwanamuziki tangu zamani. Okay. So kusema nyimbo nyingi sana, lakini ni za tangu kitambo. Okay. But nowadays ninakuja na album. Yaani nina album ya nyimbo 17. Unaona? Ambayo naifanyia kazi. Yaani tumeshamaliza audio. Nasubiri sasa nifungue studio yangu ya video kisifa ndio sasa tuanze kushoot. Baadaye naachia. Lakini kabla hiyo kuna nyimbo ambayo nimetumika na msanii mmoja hapa Goma, anafanya mambo ya TikTok, Top K. Tunaachia nyimbo audio video tayari kwa kwenye YouTube, inaitwa Mwanga Sombe. Tayari ina watu wengi hivi, yani inakimbiza sana. Inaitwa Mwanga Sombe, na mtu ambaye anataka kupata nyimbo zangu, ingia tu YouTube, unaandika Samba Haya Official. Samba Haya Official. Sam kama Samuel. Samba Haya Official. Alafu una subscribe na usisahau kubonyeza hiyo kengele ya notification, ili ninapoachia nyimbo wewe unapata notification. Itakuwa ina make sense. Asante sana. Samba Haya umakuwa na album ambayo inakuwa na nyimbo 17. Sasa tungependa kujua katika nyimbo yako, esko unakuwa na tematiki, unakuwa na ile kitu moja ambayo unaiongelea katika nyimbo zako? Tungependa kujua unakuwa ufokise zaidi kunini? Je, unazungumzia mapenzi? Tuambie kwanza katika hizo nyimbo zote, esko unakuwa na message gani, message principal yenye unakuwa na lancer katika hizo nyimbo zako? Unajua mimi kwanza nitakuwa na sinaga message moja. Sababu ndani ya album utaona nyimbo ya mapenzi, nyimbo ya amani, nyimbo ya tuache kuvuta sigara. Unaona, yani kuna nyimbo zile za kuchezesha watu, nyimbo za club, nyimbo za street, alafu pia kuna nyimbo za kuelimisha watu. Mfano humo mna nyimbo moja hivi inaitwa Viongozi Fake, ni rap. Alafu kuna nyimbo inaitwa Les Farceurs au Pouvoir. Unaona? Alafu mna nyimbo inaitwa Mimi wako. Yani utakuta kuna love, kuna revolution, kuna vitu vingi sana. Kuna rap, yani rap conscient, ambayo simwongelee mtu, situkani mtu, lakini inagusa dhamiri ya mtu. Asante sana Sam, unakuwa ukifanya nyimbo hizo za kusisimua, kama ni kusisimua dhamiri za vijana, na tungependa kujua je, unaweza kwamba katika wakati huu mgumu ambao tunakuwa tukiupitia katika hali za maisha, mara maisha yanakuwa ngumu, mara tunakumbana na changamoto nyingi, je, unawaza kwamba wanamuziki wenzako ama wanamuziki wanakuwa na nafasi ama wanakuwa na kazi ya kufanya katika lengo la kuwasaidia watu? Unajua hiyo ina depend na kila msanii. Sababu kila mtu ana namna yake ya kuishi. Mimi na namna yangu, kila namna yake, unaona. Lakini wasanii kifupi wanafanyanga kazi. Sababu kwetu muziki haujalipa. So usema kwamba utegemee tu muziki unakufa njaa. Inabidi unachanganya muziki na kazi zingine. Asante sana Sam.
tungependa kupata kionjo tu kwa nyimbo moja ambayo itakayo kupendeza kwa 30 sekunde tu, tupatie tu kionjo tu katika hizo nyimbo zako. Unaweza kutupatia tu kionjo hata kwa nyimbo moja katika sekunde chache kabla tuweze kumaliza kipindi. Kama nifanye kama rap kama hiyo ambayo itakupendeza tu, inakupendeza tu, itakayo kupendeza tu. Yeah. Amjambo wachawi, Ricardo nimekuja. Nikianza maombi mikeka mtakunja. Mlikubali baraba mkamukana masia. Ndo maana sinaga aja binadamu kunisifia. Naogopa fanya siasa nisipe pesa za inchi. Na msanii bila pesa shabiki atanona snitch. Mindo yule mpangai nepangisha mwenye nyumba. Siogopi binadamu naogopa liye waumba. Kama mapenzi ni pesa nina benki ya mahaba. Kule China kuna pomba sisi wote makahaba. Nasikia mepanchi mgango wa akili na mgango wa vidonda na alifanya jali. Kubeba Biblia baba sio kubadilika. Ona pastor wa kanisa ukimwi ameathirika. Demo ya msanii bikira ndo mwalimu wangu wa ngono. Samba haya nikupigie kwanza mkono kwa burudani kali. Lakini tuambie kwanza ujumbe ulikuwa ni gani katika wimbo huo? Unaona sasa hiyo ndio sasa wanitaga rap conscient. Rap conscient. Yaani na message gani ambayo ulikuwa ukipenda kupitisha kupitia wimbo huo? Okay. Unajua kuna nyimbo wakati unafanya album. Kuna nyimbo ambazo shabiki anapenda kasikize akiwa ye mwenyewe. Yaani kuna kitu ambacho kinamgusa ye mwenyewe. Na ni nyimbo ambayo ina ujumbe nyingi sana. Mfano nikisema nasikia amepanchi mganga wa akili na mganga wa vidonda na alifanya jana. Kubeba Biblia sio kubadilika. Ona pastor wa kanisa ukimwi ameathirika. Can you imagine pastor mwenye kanisa alafu akapatwa na ukimwi? Mganga wa kutunza vidonda kafanya ajali. Hiyo inamaanisha kwamba hata kama ni philosophy, yani una philosophy kidogo, hiyo inamaanisha kwamba maisha hakuna mwenye maisha, sababu aliye juu kesho atakuwa chini na aliye chini kesho atakuwa juu. Ndio maana haina maana kumdharau mtu. Wewe kama wewe tajiri una gari, mheshimu huyo mtu ambaye anatengeneza play ya gari yako wakati inaharibika. Unaona? Yaani inabidi kumheshimia mtu wa chini hapo, sababu maisha haina secrets. Aliye chini kesho anaweza kawa juu. Sasa kama umfanyaka vibaya utasikia haya. Yaani maisha yanabadilika. Maisha yanabadilika. Asante sana Samba haya, kwa kuwa ulisema kwamba unakuwa manager, unakuwa wale wanamuziki ambao labda wana kipato kidogo, labda wana vipaji. Kunakuwa wanamuziki wengi, kunakuwa vijana wengi ambao wanakuwa na vipaji, ukitizama wanafanya vizuri kabisa, ila hawana support. Labda kuna kama jinsi unawasupporti, unawasaidia, wanakuja kurekodi kwenye studio yako. Tungependa kujua zinakuwa ni criteria gani ili uweze kumsupport mtu, ili uweze kumsaidia mtu kuweze kumsupporti, ama ili mtu aweze kupita kwenye studio yako, inakuwa ni namna gani? Na pia labda kwa wale watu ambao wangelipenda kuja kurekodi, wana kipato lakini wangelipenda kufanya kazi yao kwenye studio yako, tungependa kujua wanaweza kufanya nini na studio yenyewe inapatikana sehemu gani? Asante sana. Kwanza waga mimi simsaidii kila mtu. Kuna wale wasanii ambao nawasaidia. Yaani msanii ambaye tayari ana jina, msaidie nini? Inabidi tunawasaidia wale ambao wale wenye kipato cha chini, wana kipaji kwanza, alafu hawana pato. Na anaweza akafika kwenye studio akanililia. Kuna wale sababu hapa nyuma kuna studio bwana, ndio ingie ndani inabidi unalipa kiasi ya pesa $100 audio moja. Sasa mimi kwangu msanii akikuja ananiaga, unaona, sababu anajua kwanza mimi naenda kwa msanii mwenzangu. Unaona mimi sina pesa, labda na dola 15, 12. So mimi namwambia Kasju, sababu Kasju ndio producer wa Kasju. Unamfahamu sana. Namwambia Kasju bwana wewe uko tu jamaa, sababu kila nyimbo mna sehemu pia ya producer. Sasa mimi nakuwa sasa vile najima sehemu yangu, namwambia mimi sehemu yangu sinipe hii kidogo, nayo ipatie producer, alafu wewe umeme record. Unaona? Na sina kubaguzi mabiti, yani wafulana wasichana wao mimi na wasupport. Yani wote wanakuja kwangu wanalia na wasikiza, lakini sio kila mtu. Na studio inapatikana sehemu gani? Tuambie. Studio inapatikana Afya Bora. Shaba. Yaani ukifika kanisa Gershom. Okay. Gershom ya
Gershom, yani pale kumsururu. Kumsururu alafu kanisa la Gershom. Ukifika hapo tunakuja Mabata. Yani studio yetu na ya Mr. Play. Majirani. Mpendwa mtazamaji, unakuwa kijana mwenye kipaji, unafanya muziki, unapenda kufanya mambo mazuri. Kwa hiyo usisite kwenda kwenye inaitwa jina studio inaitwa SB Record. SB Record inakuwa ni studio ambayo inafanya kazi kubwa sana, wakiwa na DJ SQ ambaye anafanya kazi nzuri hapo. Kwa hiyo kama una kipaji, unapenda kufanya vitu vizuri sana, usisite kwenda hapo kwenye studio hiyo, na utakuwa ukipata kazi nzuri sana ambayo hautakuwa ukijutia. Sasa Sam, kwa kuwa kabisa tunakaribia mwisho, labda kunakuwa wale watu ambao ni wa moyo mwema, ambao wanakupata, wanakusikiza saa hizi na wanapendelea hiyo kazi ambayo unakuwa ukiifanya. Tuambie, wanaweza kukusaidia namna gani, ama wanaweza kukuunga mkono namna gani ili kuhakikisha kwamba unaendeleza kazi hizo ambazo tayari umekisha kuzianzisha? Asante sana. Kwanza kila mtu, sababu mimi mwenyewe bado nahitaji msaada. Unaona? Yaani naweza nikafikia hii level, lakini level nyingine siwezi nikafikia sababu sina kipato. Yaani kama mtu anataka anisupport, kuna njia nyingi sana kumsupport msanii. Alafu unaweza kunisupport mimi kusupport wasanii wengine. Yaani unaweza ukasema Samba haya amefikia hapa, lakini mimi pia ningependa nimunge mkono. Kwa kumpatia mfano kamera. Ama kwa kumpatia shauri fulani. Kwa kumpatia kiwango fulani cha pesa nunue piano. Unaweza ukanipigia kwenye simu yangu. Tungependa kujua Samba haya, réseaux sociaux zako wanaweza kukukontakta namna gani? Na kama labda unaweza kupana hata namba ya simu, kama unaweza kuitoa sijui, ili kuhakikisha kwamba hao watu ambao wanakutizama waweze kukukontakte facilement, ama waweze kuzungumza na wewe kirahisi. Hisi nilivyosema mimi ni Samba haya, yani Samba haya. Na kwenye mitandao ya kijamii jina ni Samba haya. Samba haya. Lakini sasa Facebook page ya kwangu, sababu kuna matapeli fulani hivi niona wamecreate content pili hivi, alafu akatia picha yangu, lakini sio mimi, sababu content yangu mimi mwenyewe ishakuwa certified. Yani iko na ile fee ya blue iko certified. Hiyo ndo kama mtiangu unaandika Samba haya, alafu uko na ile kama très bien unaona ya bleu. Hiyo ndo kama mtiangu mwenyewe. Na YouTube ni Samba haya. Na namba yangu ya simu unaweza kunipigia 09 77 83 22 47. Haya, wapendwa watazamaji wa HTM TV, tulikuwa tumempokea mtu mzima anaitwa kwa jina la Samba haya, ambaye alikuwa akituzungumzia mambo mengi ambayo anakuwa akiyafanya hapa mjini Goma, katika lengo la kuendeleza, katika lengo la kusapoti vipaji vya vijana wa hapa mjini Goma na wa nje ya Goma. Na kwa leo tulikuwa na furaha kubwa kumpokea katika kipindi chetu cha siku ya leo. Samba haya, tunashukuru sana kwa kuwa ulikubali kuacha mambo yote ile ambayo ungelipaswa kuyafanya, umekubali kuja kupita kwenye kipindi cha kwetu. Natumaini kwamba haitakuwa mwisho, natumaini kwamba siku zijazo utakuwa pia ukifika tena hapa kwenye HTM Television ili kutuambia namna gani kazi zinakuwa zikiendelea na kutuzungumzia mengi kuhusu miradi yako. Na mimi pia ninashukuru sana, yani nasikia furaha sana, na pia nashukuru watazamaji wote wa HTM TV. Haitakuwa ni mwisho, sababu kwanza ndio mwanzo ya mwanzo. Mwanzo wa mwanzo, yani siku ijayo itakuwa tena hapa tutakuwa tukizungumza kama kawaida. Na huu ndio mwisho wa kipindi hiki kutoka HTM. Tunakuwa mjini Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulikuwa na furaha kubwa sana kumpokea Samba haya, ambaye ni meneja, anakuwa pia mwimbaji kijana machachari ambaye anafanya mambo mengi sana hapa mjini Goma. Kwa hiyo tunawashukuru nyinyi wote ambao mlikuwa mkitufuata, lakini msisahau pia kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube, msisahau pia kubonyeza hapo kwenye cloche de notification ili kuhakikisha kwamba mnapata mambo yetu mengine mengi. Kwa utangazaji ilikuwa ni Mikael Fungulo, nilikuwa nyuma ya kamera, tuliweza kusaidiwa naye Hari. Tazama tuweze kuonana siku nyingine.